Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu. Nina furaha siku ya leo ambayo Mungu ameifanya na ametenda mambo makubwa. Siku ya leo ya tarehe 26 mwezi wa 7 2026, kwa neema yake mimi ni mzima na ametufikisha, naamini pia wewe ni mzima. So siku ya leo nilikuwa na ujumbe ambao Mungu amenipatia ninene na watazamaji wangu na wana Kenya, na huu ujumbe ninautuma wende sana zaidi, wende region ya Western. Na ukifika region ya Western, naamini utafikia wale watu nitaadresi hapa, na pia maeneo yoyote atakayesikia. Nataka kuongea na watu ambao wanadharau wengine kwa sababu hawana. Kuna watu ambao wanaona wakiwa na uwezo fulani, huo uwezo wanachukua kuwa ni kiboko cha kuchapia wengine. Akiona akiwa na pesa, anaona mwingine akipata, anaanza kueneza habari mbaya ya kwamba huyu aliingia Illuminati ndiye akapata pesa. Anaona akiwa kwa kiti, mwingine akitafuta hiyo kiti, anaanza kupika huyo mwingine vita ya kwamba huyu mwingine ana uwezo kwa sababu ati anatafuta kiti ambacho yeye alipata. Ujumbe unakuja kwa sababu nimekuwa nikiangalia mambo yanayoendelea sehemu ya Western na sehemu nyingi katika taifa la Kenya. Maana mara nyingi hata ukija katika mwito, Mungu akiita mtu ambaye ni mdogo katika familia, unasikia anapigwa vita wakisema mtoto hawezi tuhubiria, mtoto hawezi niambia kitu, mtoto hawezi fanya hii, mtoto hawezi fanya hii. Yani kila kitu wanakuwekea mtoto hawezi fanya. Na hiyo jambo nilikuwa nafikiri ni kwa mwito tu, kumbe pia umeenda umekuja kuaffect mpaka utawala. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kuaffect pia utawala. Maana katika utawala pia nimeona gavana wa Bungoma wakati alisimama akasema ya kwamba huyu kijana anasimama ako na nini, ametoka wapi, huyu mtu ana pesa, huyu mtu ana chochote. So hilo jambo limeaffect kumbe jamii ya Western yote na jamii yote katika ulimwengu. Naye Mungu amenituma niambie watu hawa, nikwambie jambo hili. Wewe gavana wa Bungoma, wewe watu ambao unadharau wengine hao wameitwa wadogo, wewe ni mkubwa. Mungu angetaka kuita watu wakubwa, angeita nyanya yako kwanza. Hata mimi angeita nyanya yangu kwanza. Angetaka kuita watu wakubwa, angeita nyanya ya kuzaa baba, angekuwa pasta, angeitwa. Nyanya ya kuzaa mama, angekuwa pasta, angeitwa. Lakini Mungu hakutaka kuwaita hao, akakusudia mimi nisaliwe kupitia hao ndiye aniite mimi. So muniheshimu au mchukue kuwa mwenye ameitwa kwa familia ni chombo cha kuleta habari njema katika familia. Mfano kama sasa ule kijana amesimama na anatoka Western, yeye anasimama akiambia watu kweli yale yanaendelea. Lakini wewe gavana umekuwa kwa serikali karibu zote, umekuwa kila mahali, hakuna kitu ambacho umesaidia hizo laini. Hata tukienda pasari peke yake haupeani, hata tukienda chochote pale hakuna kitu unafanya. So ya nini unapinga mwenye anakuja kuongea ukweli? Na wacha nikwambie lingine, Mungu atafutangi mtu hana mtu ako na pesa. Mungu utafute mtu hana pesa ndio ambariki na pesa, maana fedha na dhahabu ni mali za Mungu. Pesa sio mali ya government yake. Pesa ni mali ya Mungu. Ingekuwa pesa ni mali ya government ya Kenya, hata hizi bundle ambazo nakutumia ujumbe ningekuwa ni government imeiomba imenipea, kwa sababu ni message imetoka kwa Mungu. Pesa ni ya Mungu.
ambao mmeitwa kwa familia mkadharauliwa, ati hamuna pesa, ati hamuna chote, ati nyinyi watoto wachanga. Wacha niwatie moyo, Mungu anawapeleka mbali. Mungu atawainua, Mungu atawasimamisha, Mungu atawakusha, Mungu atawafungulia milango, Mungu atatenda makubwa, na siku moja hata zitakuwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja atakuwa watu. Hata yule unayedharau ya kwamba huwezi kuwa seneta, na siku moja uamke tu unataka upresidenti. Mungu inua kutoka mavumbini na kuketisha na wafalme. Mungu inua mahali hapako na panakuwa mahali pako nayo. Hata Yesu alizaliwa kwa hori la ng'ombe, alizaliwa mahali hakuna kitu, lakini akafanyika kwa mfalme hata na waleo. So Western Region, wacheni kupinga watu ambao Mungu anainua. Western Region, wacheni kupinga watu ambao Mungu anainua. Wakuse, ukiwa na pesa wa support, ukiwa ni mwombezi waombee, ukiwa na uwezo waombee, lakini usiwapinge. Bwana Yesu asifiwe. Usiwapinge. Wacheni kupinga wanaoamka. Government ya Kenya, wacheni kuwa watu ambao wastahili kufa. Wacheni kumaliza kisasi kichacho. Hao watu ndio watakuwa magavana na maseneta na manani. Hao watu mnamaliza. Waprotect, walinde. Ninaomba muwalinde government, walinde kama vile sisi tunaombea government. Tunaomba protection kwa government. Na nini government mko na silaha? Hizo silaha zisije kutumaliza. Hizo silaha zipige adui anayepigana na Kenya. So ni vyema siku ya leo wewe ni makini. Protect nchi yetu. Lindeni nchi yetu. Sio kuinua vita. Hii damu inamwagwa sio kwa nia nzuri. Itakuja kunena. Nani angelijua Matiang'i siku moja anaweza kuwa raia? Yeye ndiye alikuwa kusema kwa serikali ya Jubilee. Saa hii yeye ni raia. Nani alikuwa anajua ya kwamba Uhuru ambaye alikuwa president anaweza kuwa raia? Leo hii yeye ni raia, alienda retire. Hata wale mko kwa viti mtaenda retire, na hizo viti ni sisi tutakalia. So msitupike wakati tunatafuta. Tusupport, amutakalia. Kuna wakati Moi alikuwa president, saa hii ni hayati. Kuna wakati hata Kibaki alikuwa president, saa hii ni hayati. So ni vyema ukajue majira uchange, majira yanabadilika. Kwa majira yako linda kizazi kipo, kwa majira yako support kizazi kipo, kwa majira yako kusa kizazi kipo. Ndio mbeleni mambo yawe yako sawa. So msimalize kizazi, ombeeni kizazi, protect kizazi, kaa kwa kizazi, kilinde, tembea nacho, na itakuwa ni kweli. Utume wangu namalizia nikisema acheni madharau. Acheni madharau kwa kile Mungu amewekea mkono. Wacheni madharau kwa kile Mungu ameinua. Wacheni madharau kwa kile Mungu amekusudia kuwa ni chake. Wacheni madharau. Na kuacha nikisema kila mwanadamu ni wa muhimu. Kila mtu ni wa muhimu. Yoyote unapinga huyo ni wa muhimu kwa Mungu. Na yoyote unaua ni wa muhimu. Na yoyote unasema ni mtoto na ameitwa ni wa muhimu. Ndio maana Mungu alimuita. Mungu hakuita wewe, maana kwa ufalme wa Mungu, Mungu anatambua watoto ndio Mungu anatambua. Na naomba leo uokoke na ubadilike, maombi yako yabadilike. Mungu akubariki. Naitwa Pastor Kale Kahawida.